Mungu hufanya kazi na kila mmoja kwa wakati, lakini Mungu hufanya kazi na wale wa nikata tamaa na huyu Mungu kabisa. Maana nilifika mahali sielewi cha kufanya sasa. Labda tufungue Warumi 8 mstari ule wa 10. The Bible. Wow, binti. Karibu rafiki yangu. Asante kweli. Habari za siku nyingi. Nashukuru. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Habari za kupotea. Tumepotea hadi kanisani huonekani. Unajua tena miaka iko rafiki yangu. Mambo ni mengi. Kazi zangu hizi. Nitakiwa hadi umsahau Mungu yani binti. Bana, sijamsahau Mungu. Kabisa. Nilisikia mtoto amepata ajali. Anaendeleaje? Yaani kwanza kama kuna swala linanyumiza kichwani ile na mtoto. Toka amepata ajali, yani hamna mabadiliko yote. Hali ni ile ile. Kila mtu kanisani anabadilika. Sasa inabidi uangalie tena upande wa pili. Unamaanisha nini? Warumi ile sura ya 8 mstari wa 28. Moja simu yake ili tuone. Warumi 8 mstari wa 28. Warumi 8 ule mstari wa 20. Halafu tutapata jibu letu na kwa nini Mungu ametuacha. Mstari wa 28 nasema, nasi tutajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa nimeomba kila siku, alafu sasa jibu sipati. Anafanya kazi na wale wampendae. Mimi na wewe ni marafiki Fred. Tunashirikiana kila jambo. Hivi mimi nitashirikiana na mtu ambaye sio rafiki yangu, sina ukaribu naye? Mungu humpa mtu kile anachostahili, sio anachokitaka. Ngoja kidogo ni mwana na mama pale mama moja. Sawa, haya. Anasema ni kweli. Mimi naweza kueleza ni kwamba kile alichokisema kweli kabisa. Yaani wewe tu kazingatie kile anachokuambia. Kwa sasa hivi mahali ambapo pamefika sasa, amini Mungu wako. Mwenyezi Mungu hajakuacha. Unaona? Hajakuacha kabisa, na wala usikate tamaa. Yaani wewe mshikilie, muombe, ndio na wewe katika. Maana kuna watu kama hao wanakujaza hapa sasa mwanisa wengine. Hamna. Wewe muamini kila anachokuambia ni hivyo. Sema upande wangu. Na mganga wangu uko vizuri sana. Anaweza kukusaidia. Biche na mganga. Wapi na wapi? Hapana, wakati mwingine na pia tunaangalia upande wa pili. Unajua kwenye hii mihangaiko biashara hizi lazima tunaangalia sehemu nyingine. Unajua swala hili nilimwambia hadi dada. Nikamwambia dada, kulingana na hali ya mtoto, tuangalie upande wa pili. Lakini unamjua dadangu, swala la mganga na yeye ni vitu viwili tofauti. Hawezi kubali. Hata nifanye nini hawezi. Tena unaenda tu wewe mwenyewe. Hamna haja ya kumwambia, atakuja kujua baadaye. Kweli kabisa. Mimi nipeleke. Hamna shida. Ngoja nikachukue pochi. Afu tuondoke. Na sawa. Bwana Kobelo, unajua ndicho kilichokuwa. Yaani nimeshangaa sana kukukuta tena umeketi kwenye yale makundi. Nimeshangaa leo nilikuwa ibadani sijakukuta. Leo umerudi tena kule. Yaani kule wale vijana pale wamepotea. Mtu ukishampata Yesu, ukishaokoka utaki tena kukaa kwenye yale makundi. Unapaswa kuwa ibadani. Unapaswa kujifunza neno la Mungu. Kwa sababu unaporudi kule utaridhikiwa. Neno la Mungu linasema hivi, hata tusome Biblia.
sio ni maneno yangu mwenyewe nazungumza. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Hivyo unatakiwa kutafakari neno la Mungu, usikae tena kwenye yale makundi, yale ndio mabaraza ya wenye mizaa Biblia inasema. Utakuwa kana watu waliookoka, watu wanaofahamu neno la Mungu, usikae tena na yale makundi ambayo yamepotea, utaharibikiwa. Kwa hiyo nitatamani usirudie tena kwenye yale makundi. Sawa mama, mimi nimekuelewa sana. Na sikukaa pale kwa mabaya. Nilikuwa sijui kitu. Nilikuwa nimekaa tu. Ila asante sana mama. Lakini usikose ibada tena. Maana nimesikitika sana sijakukuta leo ibadani bwana. Asante. Ubarikiwe kesho hivi. Asante. Kuna mtu anaenda kumwona mara moja. Nimetoka huko nafuata hiyo pochi. Nilikuwa nataka hiyo, sitaki nyingine. Basi mama akija, mwambie nimeenda dukani mara moja. Unaenda dukani kweli? Mbona unataka kujua mambo mengi? Wewe akija mwambie nimeenda dukani. Hapana, unapaswa tu kuniambia ukweli unakwenda. Kuna rafiki yangu namsindikiza sehemu mara moja. Ila mama akija hakikisha mwambie nimeenda dukani. Sawa, mimi natoka. Hamna shida. Wamenyamaza kimya, wamenyamaza kimya, wamenyamaza kimya, wamenyamaza kimya. Kama si wewe, si wewe, kama si wewe, ningelikuwa wapi mimi? Kama si wewe, si wewe, kama si wewe, ningelikuwa wapi mimi? Kama vita walipiga nyingi, kama majungu walisema mengi, juu ya wokovu wangu wakasema mengi, ili nikwache nianguke, nilipojificha sili. Karibuni sana wapendwa. Naendeleaje? Karibu sana Angel. Ndio, nimefurahia sana huduma yako. Nimekuona siku ile ukiimba pale jukwani. Kwa kweli umenigusa sana. Wewe ni binti wa kipekee sana. Mungu akubariki sana. Huduma unayofanya ni njema. Ningetamani siku moja uje hapa kanisani kwetu ufundishe kwaya ya vijana. Maana hapa tuna kwaya ya vijana wanaimba vizuri. Natamani hicho kipawa ulichonacho ukitumia na hapa kanisani kwetu. Kwa kweli itakuwa jambo la baraka sana. Kiukweli mchungaji, jinsi ninavyomjua yule pale, huwa mara nyingi anakuwa na shughuli nyingi sana. Kwa hiyo kupata muda pengine huenda ikawa vigumu sana kwake. Nikwambie kitu Freddy, kwa kawaida Mungu anapotupa karama na vipawa, anatupa karama na vipawa ili tumtumikie yeye pamoja na majukumu tulionayo. Kwa hiyo Mungu anatuokoa pamoja na shughuli zetu. Hata kama Angel na shughuli ya kufanya, bado ya kumtumikia Mungu ndio ya kwanza. Tunaona neno la Mungu linasema katika Zaburi, Daudi wa zamani anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalolifanya, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Kwa hiyo pamoja na majukumu alionayo Angel, bado ana uwezo mkubwa sana wa kumtumikia Mungu na hata wa kuja kufundisha kwaya ya vijana hapa kanisani. Karibuni sana. Ndio, lakini Freddy siku hizi sikuoni. Mbona hauonekani sana kanisani Freddy? Kuna nini kinakusibu mpendwa? Naomba unishirikishe jambo ambalo linakupa changamoto katika maisha ili tuweze kumwamini Mungu, tuweze kumwomba Mungu pamoja na wewe, maana hatukuoni siku hizi. Kikweli nimekuwa na mambo mengi tu sana. Nikizingatia kwamba niliamua kidogo kurudi nyumbani. Kuweza kuangalia hata maisha yangu ninaelekea wapi. Ningependa kufahamu kutoka kwako. Hapo nyuma ulikuwa na marafiki wengi wa hapa kanisani, vijana wetu wa kwenye kwaya ambao unasali nao na kuja nao kwenye vipindi vya maombi. Lakini siku hizi sikuoni kama uko pamoja nao.
Unaweza kunishirikisha baadhi ya marafiki ulionao kwa sasa ambao hata inaweza kama kunao nyumbani au kijijini au popote unapoenda nao? Marafiki zangu ni wale tumbani. Kweli. Pengine kwa muda labda pengine kwa sasa inaonekana kama vile si nimepatikana sana marafiki zangu kwa muda tofauti kidogo, lakini bado mimi nipo baba. Niombee tu mimi nipo baba. Pole sana mpendwa, lakini nafikiri kama mara kadhaa hivi niliwahi kukuona na vijana fulani wa pale juu kidogo. Twende. Bado kidogo tufike, ni hapo tu. Hakuna shida. Twende bwana, tushafika huko hadi huko la furudi tena. Hallelujah. Mbona kama unalia? Niko sawa. Imo nguvu ya kumwamini Mungu. Imo nguvu ukimwamini Mungu. Oh Yesu, nguvu yako. Mimi nilikuwa naona tumerudi nyumbani kwangu. Kwa nini unataka kurudi? Wewe uliniambia unamsubiria Irene arudi ndio uende nyumbani kwako. Dada, ilikuwa ni subiri mpaka Irene atakaporudi. Lakini ukweli nilikuwa bado najisikia vibaya. Kwa sababu leo nimetoka kwenye maombi. Kuna mdada nikakutana naye njiani. Akaanza kunitukana kidai kwamba mimi natembea na mume wake.
na mimi sijawahi kufikiria hata siku moja kumsaliti mume wangu, na sina mahusiano na mwanaume mwingine yoyote. Yaani umekutana na mtu tu ameongea maneno yake, unaanza kuumia na kuanza kumfikiria mtu ambaye alikunyanyasa, mtu alikutesa. Kwa nini lakini mdogo wangu unakuwa hivyo? Ile mwanaume ameshakuachia kila kitu. Kinachotakiwa wewe ni kutafuta mwanaume utakayemtaka wewe. Tafuta mwanaume wako, uenjoy ule maisha. Dada, usiseme hivyo. Unajua yule ni mume wangu wa ndoa. Nimefungana naye ndoa kanisani. Na tuliapa kiapo kanisani. Yaani ingekuwa mimi wewe, siku tulioachana tu, yaani ndani ya masaa haya 3 ningekuwa na mtu wangu, tunakula maisha, tunaenjoy. Lakini nakushangaa wewe, kila siku unajitesa, kila siku unajiumiza kwa mtu ambaye hata hakufikiri. Haleluya. Wamenyamaza kimya, wao wenyewe wamenyamaza kimya, wewe umenishindia. Wamenyamaza kimya, yale maneno siyasikii. Wamenyamaza kimya, wewe umenishindia. Walisema mengi juu ya familia yangu mimi, wakasema mengi juu ya mambo yangu mimi. Maraho mume gani, mbona waendani? Maraho hawafiki mbali, subiri muone we. Marahe hawaendani, hawatafika mbali. Hawakujua nguzo